Barua ya kocha namba 146. Ukiweza kuvuka mstari huu, mafanikio makubwa yanakuwa uhakika kwako. Rafiki yangu mpendwa, kuna mstari mwembamba sana lakini mgumu au mkali kati ya watu wanaofanikiwa sana na wale wanaoshindwa. Na mstari huo ni maumivu. Huo ndio ukweli ambao watu wengi hawapendi kusikia wala hawapendi kukubali. Ukiangalia safari ya maisha ya mafanikio, watu wanaanzia sehemu moja. Iwe ni biashara, kuna watu wataanza biashara sawa, ndio? Iwe ni kazi, watu wataanza kazi sawa. Lakini baada ya muda kunatokea tabaka la wanaopiga hatua na wanaobaki nyuma. Unapochunguza wapi tabaka lilianza kujengwa, unakuta ni pale maumivu yalipoanza kuingia. Na maana wakati mtu anaanza kitu inakuwa ni raha, unafurahia. Biashara unaanza unatamani, unaona wateja watakuwa wengi, nitapata faida, itakuwa ni kazi. Chochote kile unakifurahia mwanzoni. Lakini unapokuwa unakwenda, maumivu yanaanza kujitokeza. Sasa maumivu yakijitokeza, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni kuyakabili maumivu, bali kuumia, kusonga mbele. Njia ya pili, kukimbilia kitu kingine ambacho kinaonekana ni rahisi zaidi. Wengi wanachukua njia ipi? Njia ya pili. Wanakimbia maumivu, wanaona kitu kingine, wanadhani hii biashara ni ngumu, ngoja niende biashara, hii biashara nyingine ni rahisi zaidi. Unakuta sasa mtu ndani ya miaka 5 anafanya biashara 5 au miaka 10 anafanya biashara 10. Sababu kila ikiwa ngumu anakimbia kuanza biashara nyingine. Kila kazi ikiwa ngumu anakimbia kuanza kazi nyingine. Kila mahusiano kama magumu anakimbia kuanza mahusiano mengine. Huyu pale ugumu unapoingia, pale maumivu yanapoingia, ndipo wengi wanapokimbia. Sasa kwenye barua nimegusa mambo 6 msingi sana ambazo kuelewa safari ya mafanikio na huu mstari wa maumivu kama kwa unataka kupata mafanikio makubwa. Na moja ni maumivu ndio kichujio cha mafanikio makubwa. Nitataka kueleza hapo. Kichujio yani pale maumivu. Na pale maumivu yanapoingia ndipo ambapo utajua kama kweli mtu amedhamiria kweli kufanikiwa au ni pretender au ni mwigizaji tu wa mafanikio. Jambo la pili, sehemu halisi ya mashindano huanza pale inapouma. Kuna mtu mmoja aliye kuulizwa, kwa mchezaji anaulizwa, wewe unahesabu wakati anafanya mazoezi ambao wewe unahesabu push up ngapi labda, au kukimbia kiasi gani? Akasema sijui. Aliulizwa unapiga push up, wewe unapiga push up ngapi? Akasema sijui. Akaulizwa na maana uhesabu? Akasema huwa anaanza kuhesabu inapouma. Si unaelewa hapo rafiki? Yaani anapiga ahesabu. Ikipale inapouma akasema nataka niache, ndo anaanza kuhesabu sasa. Ina maana anaanza pale kwenye maumivu anaanza kuhesabu naweza nikaenda kiasi gani baada ya maumivu. Pale ambako wengi wangekimbia, yeye ndo anaanza kuhesabu. Mashindano halisi ya maisha. Huku mwanzo kila mtu anaweza akafanya. Nani ambaye anaanza biashara sasa hizi kwa mfano? Nani anaanza biashara hivi? Wazo la biashara. Nani ambaye ana mpango wa jinsi ambavyo anaweza kupata pesa, akatajirika? Nani ambaye hana mpango? Kila mtu anao. Lakini wengi pia wanaanza wakiwa na mbwembwe, lakini baada ya muda, baada ya mwaka, miaka miwili, rudi kaangalie nani anaendelea. Wachache sana. Sababu ni nini? Maumivu. Wengi wanakimbia maumivu wakati baada ya kuanza wakati wa maumivu. Namba 3, ukikimbia maumivu unajifungia nje ya mafanikio. Kwa sababu hakuna, nafikiri binadamu sisi tunajichanganya wapi, lakini haiwezi kutokea ukapata kitu kikubwa bila kuumia. Ni njia ya dunia kupima kama kweli umedhamiria kupata kitu. Lazima ikuumize kwanza. Kwa hiyo kama unakimbia maumivu, jua hautafanikiwa. Kwa sababu utakapoenda pengine maumivu ni constant. Ni pai wanaita kwenye hesabu. Yaani ipo. Wewe kimbia, nenda wapi, lakini utakutana nayo tu kule. Kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye fedha, kwenye mahusiano, hauwezi kukwepa maumivu. Hiyo ni given. Yaani hiyo ipo. Amna hata useme labda nikiona, utapata maumivu tu. Haiwezi kutokea. Namba 4, kuvumilia ndio uwezo wa dimu unaotengeneza ushindi mkubwa. Unaweza kuvumilia maumivu kiasi gani? Hiyo ndio inapotea kadiri muda, vizazi vinavyokuja sasa hizi, uvumilivu ni mdogo sana sana sana. Lakini namba 5, maumivu ni mwalimu mkweli, mkali lakini mkweli. Kwenye maisha hatujai kumbuka watu ambao walikuwa wapole, wanatonea huruma. Tukumbuka watu ambao walikuwa ni wakali, walikuwa strict. Hata kama ni walimu ambaye ulikuwa unampenda wakati uko shule, sasa hizi wala wamkumbuki sana. Lakini ambaye alikunyoosha namna fulani, au mzazi alikunyoosha, au mtu alikunyoosha, mpaka leo unamkumbuka. Sawa sawa. Na 6 na mwisho, kujisukuma zaidi ndipo uchawi ulipo. Nasema jamaa dawa,
na dawa amepewa masharti na mganga, lazima kila siku amke asubuhi na mapema, sio akavunje nazi, sio akafanya kitu gani, sio hanywi pombe, sio labda hafanyi kitu fulani, ni masharti amepewa. Ni namna mtu alipopanga kukabiliana na mambo bila kuacha, ndio cha wenyewe. Na ukiweza wewe, rafiki yangu, mafanikio yatakuwa kwako. Nenda Tanzania Academy, barua za kocha, barua namba 146, isome, kubali kuvuka mstari na mafanikio yatakuwa yanawaka kabisa kwako. Ukawa na siku bora kabisa leo rafiki.